Lazima tujue kwanza uchawi nini na unafanya kazi. Kwa nini watu wanateswa katika maisha? Kwa nini imekuwa uchawi ndio jambo ambalo limeharibu maisha yako? Limekuwa uchawi ni jambo ambalo katika maisha yako sasa hivi unalia, kuna uchawi, huna raha, una matatizo chungu nzima. Wewe familia yako ina mitihani, watu wanatupiwa uchawi, watoto hawalali, wewe mwenyewe mara tumbo linakuuma, mara unaona nyoka, mara unaona damu. Sharifu Damba, kijana wa karama, roho safi tamu kama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu na msiokuwa Waislamu, hii mada ya leo, mada hii natamani watu sote ambao mnatufuatilia tuitazame kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ni mada moja nzito sana. Ni mada moja ambayo kila mwanadamu ambaye anapumua nafikiri anapatwa na huu mtihani. Leo tupo hapa tunazungumzia uchawi. Uchawi ni kitu kikubwa sana. Uchawi ni kitu ambacho kinamuumiza mwanadamu katika maisha yake toka yuko tumboni kwa mama yake, kuzaliwa kwake mpaka katika mfululizo wa maisha yake. Uchawi ni kitu kibaya sana, na wengi tumeathirika na uchawi. Wengi tunateseka na uchawi. Maisha magumu, uchawi. Mimba hazitungi, ni uchawi. Mimba zinaharibika, ni uchawi. Yaani uchawi umekuwa sababu kubwa sana katika maisha yetu kuharibika. Sasa tupo na Sheikh Damba, tunataka atuelezee kiundani huu uchawi, kwa nini unaharibu maisha yetu, na vipi tufanye, nini tufanye ili tuepukane na huu uchawi, kitu gani tutende ili tuushinde huu uchawi. Uchawi sio kitu salama katika maisha yetu. Kuna watu saizi wanalogwa na hawapo katika mataifa yao, amekwenda mbali lakini ametupiwa uchawi na umemfika, anahangaika huko, anapandisha mashetani huko, vitambulisho vyake vinanyang'anywa na serikali ya huko, anashindwa kurudi nyumbani, hana pesa kwa sababu ya uchawi. Nadhani Sheikh Damba atatuelezea moja baada ya moja uchawi ni nini na nini tufanye ili mradi maisha yetu yawe salama. Naomba kaa nami mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Tutaweza kupata utatuzi wa maisha yetu. Tutaweza kupata utatuzi wa uchawi. Iwe umekanyaga njia panda, iwe umetupiwa, iwe umelogwa usiku ama mchana, watu wanawanga, wana taibu. Nafikiri leo tutapata suluhisho la uchawi. Sheikh wangu, karibu sana. Naam, asante sana Sheikh Tengeza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia uhai na uzima na akatuwezesha tukakutana tena katika vipindi vyetu hivi. Huu ni muendelezo, kama tulivyosema, tumerudi upya kabisa katika chaneli yetu ya Nuru Cinema. Cha msingi wewe ambaye unatufuatilia uliokuwepo katika nchi mbalimbali, subscribe chaneli yetu, fuatilia vipindi vyetu, vinakuja vipindi vingi katika kujitatua. Pengine uko mbali, hujapata mwalimu na una mitihani kama aliyosema Al-Habibu Tengeza hapa, huenda ukapata nusra kupitia tiba zilizokuwa sahihi za kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo tutakwenda kuelezea kuhusu uchawi. Kwanza, sihri nini? Maana ukisema uchawi utajua uchawi ni nini? Lazima tujue kwanza uchawi nini na unafanya kazi. Kwa nini watu wanateswa katika maisha? Kwa nini imekuwa uchawi ndio jambo ambalo limeharibu maisha yako? Limekuwa uchawi ni jambo ambalo katika maisha yako sasa hivi unalia, kuna uchawi, huna raha, una matatizo chungu nzima. Wewe familia yako ina mitihani, watu wanatupiwa uchawi, watoto hawalali, wewe mwenyewe mara tumbo linakuuma, mara unaona nyoka, mara unaona damu, mara unaona hivi nyumbani kwako usiku, umelala unaona michanga katika nyumba. Nini uchawi? Tutakwenda kuangalia leo maana ya uchawi. Na hicho hasa ndio kitu ambacho tunatakiwa kukijua kwanza. Alafu tujitibu. Tujitibu. As-sihr, uchawi, yutlaku ala maani. Uchawi una namna mbili au na maana kwa mambo mawili. Ahaduhuma, jambo la kwanza, malatfun
wadakun, uchawi malatfun wadaku ni matengenezo ya kitu kisichokuwa cha kawaida katika hali ya kawaida. Sijui umenipata hapo? Yani uchawi ni kitu ambacho kimetengenezwa ama kinatengenezwa katika mazingira yasiyofahamika. Anafahamu yule ambaye utengeneza uchawi. Wa minhum, na watu wengine wakasema suhirati sabigi hadatahu wastimallaka, kwa maana anatengeneza mfumo fulani, mfumo ule ambao anaujua yeye, kama tulivyosema, baada ya kutengeneza sasa ndo anauleta kwa mtu. Baada ya kuuleta kwa mtu sasa ushaingia ule mfumo alivyotaka yeye, ndo unaitwa uchawi. Kwa mfano, katengeneza jini, kaunda jini. Jini hili akasema analitengeneza halafu liende Marekani. Jini hili liende United Arabic Emirati. Jini hili liende kalaba nchi za Kiarabu. Likamwingie huyu limuharibie maisha. Kwa katengeneza kitu ambacho sisi hatujakiona wala wewe hujakiona. Na wakati kinakuja kile kitu katika mwili wako kimeingia, hukioni. Tunao madada kibao ambao wapo Uarabuni huko wanafanya kazi changanyikiwa, elewi. Yani yote kutokana na huo uchawi. Wa kullu man stadalla, na kila kinachotengenezwa kwa mfumo huo tulioutaja, kinachotengenezwa kwa kujificha hivyo, shay'an faqaddara sahir, ndo kinaitwa uchawi. Kwa sababu si kimetengenezwa hakionekani, kinakuja katika tumbo lako au kinakuja katika maisha yako, kinakuja kazini, kinakuja njiani, kinakuja kwenye nyumba yako, hakionekani. Kwa hiyo akasema huo ni uchawi. Wa minhum, na watu wengine wakasema itlaqu sha'ra'i sihri al-uyuni al-istimalla an-nufus, uchawi wowote unaofanywa na mchawi huwa hauonekani katika mazingira ya macho isipokuwa yule aliyepewa elimu za kuuona ule uchawi. Hapo wanakusudia wale matwabibu. Si wako matwabibu ambao wanatibu uchawi? Kama waganga. Sasa uganga ndio jambo lingine. Sababu mganga ni mtu ambaye anatumia majini, ni kahin. Kwa hiyo mganga niseme wakala wa wachawi. Yaani mganga sio mtabibu wa kichawi, ni wakala. Tumeelewana nafikiri. Maana yake neno mganga ni neno la Kiswahili, ni tabibu. Hata ukienda hospitali ambao mganga mkuu ni mtabibu yule. Lakini imezoeleka kama mganga anajulikana yule tekelo. Tulivyozoea tangu mganga ni tekelo. Lakini neno mganga alihusiana kabisa na uganga wako wewe. Mganga ni mtu mwingine, hata yani kiprofessional mganga ni hata daktari anaitwa mganga. Unasikia mganga mkuu? Hiyo Kiswahili. Hospitali Kiswahili. Lakini sisi Waswahili mganga tunamjua ndio yule anapiga tungu. Kwa sisi Waswahili. Kwa hiyo mganga ndo ambaye anaweza, labda simzungumzie mganga. Twabibu sasa kihalali. Twabibu wa kihalali ndo anaweza kujua kwamba kwa dalili hizi alizozitaja mgonjwa wangu, kwa dalili hizi na maana huyu ameathiriwa na uchawi. Kwa hiyo atibiwe namna gani? Atajua jinsi gani ya kumtibu baada ya kuwa ameathirika na nini? Huwa uchawi. Wa minhum, na watu wengine wakasema ma yaqta'a bijis'in wa takhillati, uchawi ni ala. Nikisema ala zinafahamika. Kwa mfano ala za mziki, Kiswahili nazungumza sasa. Na nini wapeleke darasani. Ala ya mziki huu itabidi ianze hivi. Wale wanaofundishwa mziki darasani au kupiga vinanda, kupiga maganuni yale kasida. Ala manake ni nyuzi. Ala hii inatumika nyuzi hii. Sasa nasema wa minhum man yaqa bi qid'in wa tahillati, uchawi ni kama ala inayotengenezwa kwa mfumo maalum. Yani kama anatengeneza kitu, kama anasuka, kama kusuka busati analisuka lile njia zile bomu maalum, tahayulati la khufyatu laha, hizo ala huzione katika mazingira ya kawaida, anajificha. Kwa hiyo ala zake, uchawi wake aliotengeneza, hata unapokufuata wewe huwezi kujua ametengeneza uchawi wa namna gani, au amekutia chura tumboni wa namna gani, au amekupiga mguu huo unatembea nao miaka 30 unajitibu wa namna, kwa sababu ameficha zile ala zake bikhufiyatin, kwa kificho kikubwa. Unajikuta wewe unafanya kazi tu kila siku, unaendesha bodaboda, ukiombwa buku huna kwa sababu amekutia jini, amekutia uchawi. Kuna uchawi wa kukufunga nyota ili usiweze kufanikiwa katika yale maisha. Na'u ma ya'malu al-shu'udatu min sarfi al-absar, akasema yote anayofanya mchawi ili kukutesa wewe,
anasema kwamba mchawi baada min khufyatil absar, sarful absar, ni kuyafumba macho yako yasione kinachoendelea. Kwa mfano, leo kuna watu wanazika maiti zile zinakuwa za magogo, wanachukua watu, baada ya miaka 5 mtu anaonekana yu hai. Mimi nishamuona, mimi ndugu yangu wa familia nimemuona sokoni darajani, na ninakwenda kumuita fulani, we fulani, huyo kapotea, sijamuona tena. Wangapi leo washadhika watu wao na wanawaona, wanasema mimi fulani kafa kina muona. Kwa hiyo al-absar yalifanyika maficho, maiti iko pale na watu wanakuja wanafanya mambo yao, mnaenda kuzika gogo, wanamchukua yule wanamweka katika mambo yao. Hiyo inawezekana. Kwa ndo akasema shekhe, al-absari, wanaficha macho yako hayaoni, yata'atta'u bi khufyatil yadi, wanatumia mikono isiyoonekana. Kwa hiyo wewe hapo unalalamika, mimi niko Marekani na metupiwa uchawi, niko sijui Qatar, sijui niko Dubai. Hujui kwa sababu mfumo wa uchawi ni ala maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya kukuletea madhara na inakufika kokote. Siri ya uchawi ndugu yangu kokote, hata kama uko Ulaya. Haulipi passport. Uchawi haulipi passport, ni ala isiyoonekana. Uchawi hauhitaji visa, uchawi hauhitaji ndege, uchawi hauhitaji boti. Kwamba labda utapanda boti, utatumwa kama Azam, kama na boti nyingine, utafika pale kama Zanzibar Fast Ferries. Nimetaja boti mbili, sisi tunapiga debe ndio boti za Zanzibar kwa sasa hivi. Mbili tu. Sawa. Chanaelewa maana yake uchawi huo hauhitaji muda. Hauhitaji muda kusema labda utakuja katika muda fulani. Muda huu Lakini vile vile akasema wathalis, na jambo la tatu, tunazungumzia uchawi tu hapo, hatujaingia uchawi tu maana yake, neno maana yake lazima ujue kwanza. Ma yakhassala bi ma'rifati shaitani, uchawi wowote ambao uliokutesa wewe na utakaokutesa bi ma'rifati shaitani, lazima ausimamie jini. Hakuna uchawi ambao unakufika kwako bila jini kupeleka. Kwa hiyo uchawi unatumwa na jini. Uchawi unatumwa na jini, na jini huyo anakuwa ni hadimu sihri, jini wa kichawi. Huyu jini wa kichawi ndo anaubeba. Kwa mfano, ushatengenezwa ule na ala zake, bwana we tayari wale wachawi. Haya, uende wapi huu? Uende Omani. Kwa hiyo anafanya kazi. Anafanya kazi. Okay. Tukamtupie uchawi wa miguu, adondoke kazini huyu. Tukamtupie uchawi wa kichwa, awe kichwa kinamuuma, kila akiwa jikoni, si ndio wako anapika kule, wapo wanafanya kazi. Akiona moto tu. Akiona moto tukamtupie huyu uchawi, akilala usiku apige makelele. Kwa hiyo unatumwa. Sasa yule anaupeleka yule mchawi, anakuwa jini. Jini mchawi anakwenda anamuomba jini, kama pangoni, kama makaburini, wale majini walokufuru wale, sawa, ambao wamemuasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jini ni kama, unajua majini njaa. Wako majini njaa, wako majini wakorofi, wanapenda ule ukorofi kutumwa kuwadhalilisha wanadamu. Kwa hiyo anamuita pale mchawi. Mchawi akifika pale anapiga taireni wakubwa, sholilani, habi, zizu, mbukwa, nimekuja. Haya, unasemaje bwana mkubwa? Wale majini, mimi nataka fulani bin fulani arogwe, awe chizi, asifanikiwe, asipate pesa, asiolewe, asizae. Unasemaje bwana mkubwa? Nataka kazi yangu unipelekee uchawi wangu kwake katika maisha yake. Sawa, utanipa nini? Nitakupa ng'ombe. Lakini kabla ya kunipa ng'ombe, jambo la kwanza ukufuru. Kwa hiyo yule mchawi sikisha kufuru tangu mwanzo, atamtii yule jini, atakufuru, atampa anavompa pale, anamkabidhi uchawi wake, unakuletea wewe huko ulipo. Unajikuta wewe kila siku unafanya kazi ya kuweka mimba, watoto hakuna. Wanaliwa tu. Utakuta wewe kila siku unatangaza ndoa, kila ukienda kuoa umekataliwa. Yaani wewe unakuwa ni mtu wa kuhangaika tu, unafanya kazi, hela huna, pakulala huna. Basi huo ni uchawi. Lakini vile vile akasema imamu vile vile wa ila dhalika, lakini vile vile huyu shetani kwa sababu gani yeye akawa ni mbebezi wa ule uchawi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara kasema, walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihri, mashetani wao ndio waliokufuru kwa sababu wanawafundisha watu uchawi. Kwa hiyo mchawi hawezi kufanya jambo mpaka afundishwe na nani? Jini wa kichawi. Kwa hiyo ndo dalili. Lakini anwaa sihr, uchawi una namna, au uchawi umegawika. Kwa hiyo kuna aina za uchawi, namna ambayo kila mtu ameathirika nayo.
Na katika hizi namna za uchawi kuna wengi ambao wameathirika kwa kila idara ambayo iliyotengenezwa leo uchawi, sababu uchawi ni idara zile. Kuna idara fulani fulani nitakuja kuzitaja. Sasa pengine katika hizi ambazo idara nitakazojaliwa kuzitaja leo, lakini pengine wewe ni mmoja wapo wa watu ambao wameathirika na huu uchawi. Sasa kwanza lazima ajue mtu anwaa sihri, aina za uchawi ziko ngapi ambazo wachawi wanazijua wao wenyewe na wanazitumia. Watafiti wa masala haya ya tiba za mambo ya kusaidia wale waathirika wa uchawi wanasema anwaa sihri 8. Uchawi umegawika katika makundi 80. Makundi mangapi? 80. Asa makundi 80, ndugu yangu, tutapona kweli sisi? Hey. Usipojitibia, usipojihangaikia, wallahi alazim ni mtihani mkubwa. Na haya wanayafanya watu ambao wametoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, walishamuasi Allah, wameingia katika kufuru billahi tabarak wa taala, kumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu haiwezekani mtu amesafiri, ametafuta pasipoti mwenyewe, ametafuta visa mwenyewe, amekwenda kufanya kazi, amehangaika, leo nakwenda kumtumia majini. Haiwezekani mtu amesoma mwenyewe, anahangaika na masomo, amepata kazi, unamtumia majini au unamtupia sihir. Haiwezekani mtoto mdogo yuko form 2, form 4, anatakiwa kufanya mtihani ili awe taifa la baadaye, mtoto yule unamharibu akili kwa kumtumia uchawi. Haiwezekani mtu amejenga mwenyewe, nyumba yake mwenyewe, geti lake mwenyewe, sawa chakula chake mwenyewe, pesa zake mwenyewe, wewe usiku unakwenda unaenda kumkatikia viuno pale kwenye madirisha, watoto hawalali, nyumba ile unaitia nuksi katika njia. Hili ni jambo la mtihani kabisa ambalo hawa watu walishamkufuru Mungu. Kimkufuru Mungu tunaweta kuna imani tena. Kwa hiyo anwaa 8 ziko 80. Al-awwal akasema katika hizi dalili au hizi aina za uchawi, anasema uchawi mbaya zaidi ambao sisi tunakuwekea, ambao ndio mtihani zaidi, akasema al-awwalu as-sihri al-qildaniyuna wal-qishdaniyuna. Huu ndio uchawi mbaya zaidi katika dunia leo. Uchawi aina gani? Al-qishdaniyuna alladhina kanu ya'buduna al-qawaqib as-sab'ata al-muhayyara wa hiya as-sayyara. Ni ule uchawi wa kuchukua jina la mtu, au uchawi wa kuabudu nyota za mtu, au uchawi wa kumharibia mtu kupitia qawaqibu sayyara, zile nyota aina 7. Walimwengu wote duniani leo, Sheikh Tengeza, wamerogwa kupitia majina yao na uzao wao wa kuzaliwa. Uzao wa kuzaliwa ndo mtu anapigwa hapo, kwa maana jina lake, jina la mama yake unatumia na jina la baba yake. Hakuna mchawi yoyote duniani ambaye akitaka kumroga mtu hatumii nyota, hatumii kawaqib, hatumii kuna kitu inaitwa as-sayyaratul qawaqib. Niulize, hiyo gari ambayo as-sayyara, hiyo gari ya nyota ya kumharibia mtu maisha ya uchawi, ni gari gani? Sasa hapo ndo tunatakiwa tuijue, yani ni gari gani na kwa nini imeitwa gari. Maana imeandikwa hapa al-qawaqibu as-sab'atu al-mutakhayyaratu wa hiya hiyo as-sayyaratu, ni gari. Gari gani hiyo? Na ina matairi mangapi hiyo? Uzuri. Ukisikia hiyo gari, ni gari ambayo ina matairi 7, lakini inazunguka baadaye ina matairi 12. Maana yake nini? Maana yake ni zile nyota 7. Nyota 7 zipi? Wanaziita wao wenyewe washirikina: Utaridi, Qamar, Mirihi, Mushtara, Zuhali. Sawa Uja kuzisikia vitu kama hivyo? Zuhali, Mushtara, Utaridi, Qamari. Kwa hiyo ziko 7. Wanatumia hizo. Na wanatumia kwa nini? Wakanu ya'taqiduna annaha mudabbirul alami. Wachawi wanaamini hizi nyota 7 mudabbirul alami zinaongoza katika dunia. Kwa hiyo wao wakitaka wamroge mtu, lazima apitie nyota yake. Yule mtu ana nyota gani? Zungumzia nyota hizi ambazo hizi nilizokutajia: Zuhali, Mushtara, Utaridi, Qamari, Mirihi. Sawa hizi ndio nyota ambazo wao wameziita majina bi asmaa almuhabbaba. Lakini umepata khairi, labda umepata kazi, umepata watoto, wale watoto